Siku ya mtoto wa Afrika inawezekana ilikuwa ni maarufu sana katika masikio yako, lakini si siku ya mtoto wa Asia wala mtoto wa Amerika. Sasa siku hii ya mtoto wa Afrika huadhimishwa kila mwaka tarehe 16 mwezi wa 6, na leo ndio siku ya kuadhimisha siku hii ya mtoto wa Afrika. Sasa bwana, siku hii ilianzishwa mwaka 1991, ilianza kuadhimishwa mwaka huo ikiwa chini ya Organization of Africa Unity, yani OAU, ambayo baadaye ilikuja kuwa Africa Union. Sasa siku hii ya mtoto wa Afrika ni kuwakumbuka watoto wa shule ya mji wa Soweto waliouawa kwa kujeruhiwa tarehe 16 Juni mwaka 1976 wakati wa maandamano ya kupinga mfumo wa elimu wa ubaguzi wa rangi, au ilikuwa maarufu sana kama apartheid nchini Afrika Kusini. Sasa bwana, tukio hili lilijulikana kama Soweto Uprising mwaka huo 1976. Malengo makuu ya kuanza kuadhimisha siku hii ya mtoto wa Afrika, lengo la kwanza ilikuwa ni kutetea na kulinda haki za watoto barani Afrika, lakini pia kukuza upatikanaji wa elimu bora kwa watoto wote Afrika, lakini kupinga ukatili, unyanyasaji na ajira za watoto. Maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa Afrika kwa hapa mkoani Iringa yamefanikiwa katika kijiji cha Kiponzelo, wilaya Iringa, yaliyoratibiwa na shirika la World Vision kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya Iringa, ambapo maadhimisho hayo yamelenga kuhamasisha jamii kuhusu haki za watoto, ulinzi dhidi ya ukatili na umuhimu wa kuwawezesha watoto kufikia ndoto zao. Kwa majina naitwa Angel Robert Manguli, ni mwenyekiti wa baraza la watoto wilaya, na mbele yenu hapa kwa leo ni siku ya mtoto wa Afrika wilaya, ambayo tumeadhimisha katika kijiji cha Kiponzelo, kata ya Maboga. Katika siku hii watoto wanaweza wakaongea shida zao mbalimbali, kutoa maoni yao juu ya vitu mbalimbali ambavyo wanavipitia. Na pia katika sherehe ya baraza la watoto tumeweza kuzindua baraza jipya la watoto, ambapo tumempata mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu wake na mwenyekazini. Tumefurahi kwa sababu tumepata viongozi wapya, lakini sio kama tumeshamaliza uongozi wetu bado. Sisi bado tutaendelea kuwaelekeza, kwa sababu wale ukiangalia kwa umri bado ni wadogo sana. Kwa hiyo sisi hapa tutaendelea kuwaelekeza mambo ya kufanya, hivyo tutaendelea kuwaelekeza. Kwa hiyo tupo katika siku ya mtoto wa Afrika kuiadhimisha, tuna furaha. Kwa majina naitwa John Leo Mubila, natokea shule ya msingi Magunga, kata ya Maboga. Ni mjumbe wa baraza la watoto ngazi ya wilaya. Hapa leo nataka kuzungumzia faida ya siku hii ya leo, maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika. Kwanza, siku hii tunapata elimu nyingi, jinsi ya kujimudu na ukatili. Tunapata elimu kuhusu haki za watoto. Pia siku ya leo tunapata elimu ni jinsi gani tunaweza kuongoza kama sisi wajumbe wa baraza la watoto katika ngazi zetu, jinsi gani tunaweza kuongoza. Wote nitaufikisha sehemu husika. Yaani nataka kuanzia ngazi ya kijiji, kata, mkoa, wilaya na taifa zima, na hata ikiwezekana ni kwa dunia nzima. Yaani vijana wa sasa wanasema ukatili wote. Asanteni. Tunaomba serikali izidi kutusaidia, maana imeshatusaidia sana. Izidi kutusaidia kutoa elimu kwa wasichana na kwa kina baba. Kina baba wanakimbia sana watoto zao. Utakuta mzazi baba anajifanya amezila, sijui amechukia, amegombana na mama, mimi sielewi. Wanajifanya amechukia, anaondoka. Hiyo kumbe inamjengea, afu pengine mtoto wake amesikia.
hiyo inamjengeaje mtoto? Inamjengea fikra ambazo mtoto anakuwa haelewi darasani, hata akienda kucheza haelewi, akienda popote haelewi, yeye anakuwa anamwaza baba, na akizingatia nyumbani maisha ni magumu. Mama anamwambia babako huyo, babako huyo. Saa mtoto inamjengea fikra ambayo yani hawezi kumpenda baba, na kati mtoto ni malezi pande ya baba na mama. Sasa katika maadhimisho hayo alikuwepo pia afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Iringa, Edmund Komba, ambaye yeye amesema mtoto wa Afrika ni mtoto mwenye uwezo mkubwa wa kufikiri, kubuni na kufanikisha mambo makubwa ikiwa tu atapatiwa ulinzi, elimu na mazingira bora ya kukaa jamii, lakini pia kuonyesha ni namna gani ambavyo wanafundishwa jinsi ambavyo wanaweza wakajikinga na masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini pia namna ambavyo wanaweza wakatoa taarifa pindi ambapo wanakutana na matukio ya ukatili wa kijinsia. Na sisi kama maafisa maendeleo ya jamii, wajibu wetu katika jamii hii ni kuhakikisha kuwa kwa namna moja au nyingine tunaondoa au tunatokomeza ukatili wa kijinsia ndani ya jamii yetu. Kwa jina naitwa James Sanga, mwinjilisti wa kanisa la Kiinjili la Kifeli Tanzania au shirika la Kiponzero. Tunashukuru shirika la World Vision. Hilo limekuwa msaada sana kwetu kama viongozi wa dini, limeendelea kutoa mafunzo kwetu juu ya ukatili wa watoto, lakini pia limeendelea kuleta elimu kwa walimu wa watoto wetu kwenye madhehebu mbalimbali, kuwafundisha namna ya kuwalea hao watoto kiroho lakini pia kimwili ili waepukane na ukatili wa watoto muda wote au masaa yote. Kwa majina naitwa Inspector Solomon John Sebastian. Mimi ni polisi kata wa kata Magogo. Mimi kama polisi kata, jitihada nyingi sana zimekuwa zikifanyika ili kuhakikisha kwamba tunaondoa vitendo vya ukatili katika maeneo yetu, ambazo jitihada hizo tumekuwa tukitoa elimu mbalimbali mashuleni, kwenye sehemu ya kadamnasi ya watu, mnadani na sehemu mbalimbali ambapo watu wanakuwa wanakusanyika. Lakini pia kama jeshi la polisi tumekuwa tukichukua hatua stahiki kwa watu wote ambao wanahusika na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Kwa maana kwamba tukiletewa malalamiko, mimi kama polisi kata nayawasilisha katika kituo cha polisi cha Ifunda, kwa maana hapa hatuna kituo cha polisi, na malalamiko yakifika basi hatua stahiki inachukuliwa, na kupitia hilo tumejitahidi sana kuondoa vitendo vya ukatili katika maeneo yetu. Kwa maana tangu nifike kumekuwa na matukio yakiwa yanatokea, lakini kulingana na elimu ambayo tumekuwa tukitoa na ushirikiano ambao tumekuwa nao kati ya sisi pamoja na shirika la World Vision, tumejikuta tumetokomeza sana vitendo vya ukatili. Lakini kwa upande wake mratibu mradi wa World Vision Anthony Emmanuel amesema lengo la shirika hilo ni kuhakikisha watoto wanaendelezwa kielimu, kiafya na kijamii ili waweze kutimiza ndoto zao. Amesisitiza kuwa World Vision itaendelea kushirikiana na jamii na serikali katika kuwawezesha watoto kufikia malengo yao. Naitwa Anthony Emmanuel, nafanya kazi na World Vision, nasimamia mradi wa Kihanga ambao tuko Iringa, wilaya ya Iringa. Katika wilaya ya Iringa tunafanya kazi kwenye kata ya Kihanga. Mafanikio ni makubwa sana tokea tulipoanza. Ya kwanza, mwanzoni matukio yalikuwa yanatendeka mengi tu, lakini ulipotiaji wake ulikuwa ni hafifu, kwa maana ya kwamba watu walikuwa walipoti, walikuwa wanaona matukio haya ni kama ya kawaida. Tunashukuru Mungu kwa sababu ripoti sasa hivi zinakuja za kutosha. Lakini wakati tunaanza ripoti mwaka jana mfano, ripoti ilikuwa mpaka mwaka unaisha ilikuwa na matukio zaidi ya 5. Lakini mpaka sasa hivi kwa mwaka huu kwa matukio 2 tu ambayo yameripotiwa. Kazi bado inaendelea. Hiyo ni kipimo kwamba tunahitaji kuongeza nguvu zaidi. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Iringa Steven Mhapa, yeye bwana ameshukuru sana World Vision kwa mchango wake mkubwa wa kuiwezesha jamii ya mkoa wa Iringa, lakini pia amesisitiza kuwa kila mtu awajibike katika kulinda watoto wetu. Zimezungumzwa changamoto nyingi sana hapa. Changamoto za mitandao, changamoto za wazazi kutowajibika, changamoto za jamii kutokuwajibika, changamoto za vyombo vya ulinzi na usalama kutowajibika.
niagize tu na niombe tu, kila moja achukue jukumu lake. Iko faida kubwa sana kuwa na mtoto ambaye umemlea vizuri. Siku utakapochoka atakuwa msaada kwako. Mtoto mzuri ni wa jamii, lakini mtoto chizi ni wa kwako. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunatumia msemo wa mtoto wa mwenzio ni wa kwako, lakini kwa sasa hivi ni kama mambo yamebadilika. Mtoto wa kwako ni wa kwako. Alon Munga, ita kijana wa Kaliua. 88.5 Shamba FM.